Alhamdulillah ya Rabbi. Kitu gani? Lakini kwa bahati mbaya tena mtoto ameharibika. Hiyo hali unayosikia mimi pia nisikia hivyo. Sasa kwa sababu gani? Kwa sababu kama unavyoona mimi hapa ni mhudumu, nimeajiriwa na serikali. Nimejaribu kadri ya uwezo wangu lakini imeshindikana. Shindikana kivipi nani daktari? Daktari aambia kwa afanye hiyo kazi kama unavyoona hayuko hapo hospitali. Sasa ni serikali gani? Serikali gani mimi na mwanamke wangu kuja kujifungua na mbona daktari hayuko? Wewe sasa nini hapo ndani? Kwa mpole. Nilifanya kitu gani? Kama unavyoona kwenye hospitali yetu hatuna vifaa vya kutosha, hata kigari cha kupokea wagonjwa hatuna. Sasa sisi kila siku tunakata ushuru. Sisi kila siku tuko mikutano. Tunataka kuongoza kazi gani? Serikali gani hapa haina madawa? Serikali inafikiria hii play kama reflection of what in our society. Instead of sisi kama wananchi ama sisi kama youth tunapitia the same issues, tunaongelea huku chini kwa vitu hatupati msaada, the best place yenye tunaweza air our views tuka engage in public participation na tukaweza kutatua hizi shida zetu instead ya kunung'unika huku chini na katika public participation hatutokezi. What is public participation? Hali ya kuulizana maswali na kujibizana iliyotoka zaidi na kufunzana. Okay. Public participation is where the involvement of people in our work, people come together so that they can engage someone that important issues. Tunaona mama mjamzito but hata akienda kwa facility kuweza kupata madawa kushughulikiwa inakuwa challenge. So inabidi anahudumiwa kiasi but anakuwa referred aende akanunue hizo vitu zingine nje. Kwa majina naitwa Swale Chia Abdalla. Mimi natokea Likoni Sub County, Mtongwe Ward. Tumekuja hapa soko Mjinga kwa minajili ya masuala ya budget ama masuala yanayotuhusu sisi vijana, kwa sababu ni kwa muda mrefu wa vijana tumesahauliwa ama tumeachwa kando, lakini shirika hili la Kwacha limekuja kutoa taka za masikio kuhusiana na bajeti, kwa sababu bajeti inatuhusu. Leo tulikuwa na activity ya civic education kuhusiana na accountability ya budget process making, na nimefurahia by the way kuona youths wenzangu. Actually kulikuwa na activities pia za drama ambazo tumezifurahia, tukaona watu wakiact the way society inavyoendelea, problems ambazo ama changamoto ambazo wanaendelea nazo. My name is Laura Diambo from Kisauni, and today it has been a good day and we are happy for the engagement that the youths come here to gather so that we can learn many things about our community and the things affecting them and how we can rectify them. Kwa majina naitwa Beatrice Ngima, ni mkazi wa Mtongwe. Wametufungua masikio kujua haki zetu sisi zinazotuhusu, kama hayo mambo ya bajeti, kuja kujua ukija ujihusishe na ukiitwa mikutano ujitolee uende, ndio utapata kujua kinachokuhusu na tusikae kimya tu mitaani. Kwa majina naitwa Kalama Johnston. I work for Kwacha Africa as a program officer, governance, access to justice and peace and security. At the same time, I've been the project officer for the Tuyazungumuze community initiative funded by Uraia through Danida. The project was aiming to engage the community to enhance their knowledge and capacity so that they can be able to engage effectively on issues of governance and county processes, but at the same time to equip the community with practical skills so that they can be able to monitor, engage and ensure there's effective service delivery within the community. My role in the Tuyazungumuze initiative was the civic education part of it. I was educating the community members on issues pertaining to the Kenyan Constitution, devolution, public participation, and also making follow-ups with the government officials or the duty bearers, just to ensure that the community or the citizens are able to
to obtain their rights. Kupitia huu mradi wa Tuyazungumze na Kwacha Africa kwa ujumla tumeweza kupata mafunzo mbalimbali ya masuala ya communication skills, vile pia advocacy trainings. Mbali yote pia tumeelezwa masuala ya uongozi bora na jinsi gani tutaweza kufuatilia masuala ya uongozi katika huu mradi. Wengi hawakujua responsibilities ya wale viongozi ambao wako kwenye mamlaka. Tuko na MCA, tuko na ward administrator. Sasa kuna majukumu mengine ambapo wale wananchi walikuwa wanayafuatilia kupitia kwa MCA. Kumbe ukweli wa mambo ni ufuatizie kupitia ward administrator. Wengi ambao walikuwa wakitaka kufuatiliza lakini hawajui waanzie wapi, imebidi wajiunge na sisi. Kwanza katika role yangu ya scorecard leader, mimi ndio nilikuwa lead scorecard team leader, na role yangu ilikuwa ni kumobilize wale jamii haswa katika makundi tofauti kuchukua zile issues katika jamii zile ambazo zinawaathiri haswa masuala ya afya. Hapo nyuma tulikuwa tunalaka a lot of things, kama pengine hizi mambo za madawa. Tulikuwa shida kidogo zilikuwa hazitoshi, na pia upande wa maji hata ilikuwa wakati mwingine kidogo tufunge hospitali kwa sababu hatuna maji. Watu wa Kwacha walikuja wakaangazia haya maswala ambayo tulikuwa tuko nayo, na kupushua ilifanya mambo mengi yamebadilika ambayo tunaona. Mimi kama ward administrator, jukumu langu kwanza haswa hususan ni kwamba kucreate ile space environment ya awareness na engagement kati ya wananchi na serikali. Ofisi yangu imeweza kuwapatia pia ofisi ambapo social hall pale ambapo mimi nafanyia kazi. Tumekuwa na mazungumzo kucreate ile awareness, wananchi wanaitwa, jamii tabaka mbalimbali wanaitwa, wanaelezwa, na initiative hii ya Tuyazungumze wamekuwa na kipaumbele sana hasa hususan kuwaita wananchi kwa kupitia kwa ofisi yangu. When you come to budget issues, it is so wide. So my role was basically to educate the community, to help them how to do memorandums, how to make follow-ups, and how to interpret budget. Mimi niko hapa kuzungumzia masuala ya bajeti. Je, ukisikia neno bajeti ni nini inakuja kwa kichwa chako? Najua ni mipangilio ya miradi pamoja na mipangilio ya kifedha. Fikiria kwa kama mipangilio ya matumizi. Basari mpaka ende ofisi ya ward administrator, uende ofisi ya mbunge. Sasa hao ni duty bearer. Lakini mimi mwenye napokea hiyo huduma, mimi naitwa right holder. Mimi kama mwenye nataka nipewe hizo huduma. Sasa nikikatalia na ule ushuru, kaunti itapata pesa inipe huduma? Haitapata. Kwa hivyo mpaka nitoe ushuru ndo sasa ile pesa iweze kunipatia madawa kule hospitali, iweze kunipatia huduma zingine. Mwingine unaweza kuparticipate kwa hiyo huduma. Kivipi? As in, for example, kama kuna huduma fulani unastahili upewe, kama tuseme kama ni kujenga, kama tuseme hospitali, wewe pia unaweza kuparticipate katika huo ujenzi. Mimi pia nina jukumu kama right holder. Nifike pale ofisini nimuulize yule kiongozi, vipi kuendeleaje? Mbona sisikii kama kuna jambo ambalo lafanyika, ama ni pesa zimetoka za kazi gani? The project had 4 key areas. One was on issues of constitutionalism, and the main focus was to increase the awareness level of the community on issues of constitution, so that they can be able to understand their roles and responsibility, to be able to effectively participate and engage on county governance. Tunaenda mitaani tukishinikiza jamii kwamba waweze kujitokeza kwa wingi kushiriki katika hizi public participation na kufuatilia miradi ya serikali. Iwapo utakuwa waona kuna utepetevu wowote ule, basi ni haki yao kuzungumza, kwa sababu katiba inatulinda. Katiba imetupatia powers sisi kama wanajamii ama wananchi, kwamba sisi ndio tuko na powers. Article 1 of the Kenyan Constitution inatupatia uwezo wa kwamba ni haki yetu sisi kuzungumza, na powers zote ni zetu. When coordinating, basically you are looking at engaging the citizens
to raise issues that are concerning them regarding maybe issues to do with health, issues to do with the entrepreneurship, issues to do with agriculture. So it was through the Tuyazungumze community initiative that gave me that kind of a platform. First of all, to engage with the various departments of the county government before even engaging the Mwananchi. Kwa hivyo wakati county government plan, we should make deliberate effort of including those youth into our tables. We should also make deliberate efforts to bring common civil society kwa meza. Let not the county government or let not even the national government plan alone. Tuliweza kuandaa several meetings na jamii sababu kulikuwa kuna matatizo ambayo kwa kule nyanjani ambayo alikuwa anatusumbua, na tukaweza kukusanyana na wale ambao tuliweza kukubaliana kwa maoni yetu yalikuwa kwa pamoja, na tukaweza push miradi fulani ambayo ilikuwa haiwezekani. The second component was on issues of electoral processes, specifically focusing on equipping the citizens with information around the issues of electoral processes to be able to elect the right leaders. Tupate viongozi ambao wanajua maana na wana upendo na watu wao. Sijaona hata siku moja government ikija mashinani ikihamasisha jamii. Wanaokuja ni CSOs. CSOs msichoke, na sisi kama wananchi tuchague viongozi ambao ni wawajibikaji. Asiati ni privilege, mheshimiwa akikuwekea taa, mheshimiwa akitengeza barabara, ile ni haki yako wewe kama mwananchi. The third issue was on issues of accountability, and the main purpose was to equip the citizen with practical skills, whether be it on issues of social audit, issues of a community scorecard, budget tracking, issues of analysis. Scorecard ni tool ambayo iko na procedure. So mara kwanza tulifanya tu kile kihobela, lakini tuwashukuru kwacho walitushika mkono. Baada ya kwenda tuliwafuata tukawaeleza ile changamoto tuko nayo, na walitufanyia training kuhusiana na scorecard, na tukaangalia tukajua zile procedures ambazo tunafaa kufuata sisi kama jamii wa Shanzu. Siku hizo wamejua kwamba pia kuna umuhimu wa kuandika memorandum, umuhimu wa kufuatilizia baada ya kufanya public participation, wanajua kuna validation inafuatia. Mradi ule ambao tunaweza jisifu nao zaidi ni social hall ambao iko pale Mtongwe soko Mjinga, katika mikutano ya jamii, mikutano ya serikali. Ile hall ndio pia ilikuwa inatumika kama polling station, but ilikuwa ni hali mbaya zaidi. Tuliweza kufuata viongozi, tukawaelezea ile hall saizi iko katika hali nzuri, na saizi ule ni mradi mzuri zaidi wetu. And the last thing was on issues of budgets, and basically was to equip the citizen with information around budget issues so that they can be able to analyze budget documents and be able to participate effectively during planning and budgeting. There was another public participation forum at Belima grounds where I mobilized the community, and we stopped it because the county had violated the budget process, a document called CFSP, which people had not given their views on it. So they had came with two documents at the same time. Tuyazungumze initiative imekuwa kama ndugu kwetu sisi kwa kufanya kazi, kwa sababu kwamba wananchi wengi walikuwa hawana ufahamu kazi ya gatuzi ni nini. Tuyazungumze ni mradi ambao uzidi kwenda mashinani. Mradi yani ungewezeshwa ili ukafikia Mombasa kwa ujumla, Mombasa na vitengo vyake, kwa sababu watu wengi wanahitaji hamasa. Mimi ningependa tu kuambia jamii yangu ule wakati wa uoga na kupigia sheme wanasiasa umepitwa na wakati. Sasa kila mmoja ajitokeze apiganie haki yake.